Bunge power. Power. Bunge power. Power. Lembute hapa. Sina mengi, lakini niko na points mbili tatu nataka kuambia hii serikali ya Kenya. Tukijaribu kukosoa, sisi hatuna ubaya na serikali, isipokuwa ni serikali iko na ubaya na Wakenya. The people in the government of Kenya, Wakenya hawahitaji manyumba, wanahitaji industries. Yes. Waweze kujikombolea nyumba ama kujijengea. So wewe jenga nyumba, peana, na unataka mtu ailipe, atakuwa akitoa pesa wapi ya kuilipa na hakuna industries. Number 2, umepeana nyumba, huyo mtu atakuwa akitoa wapi chakula? Atakuwa akitoa mawe na simiti kwa hiyo nyumba anakula? Tumieni hizo vichwa zenyu. Kama ni kampuni kama EPZ, EPZ inafanya production ya vitu hapa Kenya, zinaenda majuu, wana label huko, zinarudi hapa zikiwa mtumba. Haiwezi rudi hata ikiwa mpya, imevaliwa huko, imeisha, ndio tunakuja kuvaa, na product imetoka hapa Kenya. Kitu kama coffee, kuprocess hata coffee peke yake kutengeneza production ya coffee lazima iende huko majuu tena tuuziwe hapa. Kuadd tu value kwa product, na product iko Kenya. Coffee ya mwezi, mafuta ngamia wani iko hapa, production ya hiyo mafuta amwezi ni iende majuu. The only thing mnafikiria ni kuuza parastatos. Wacheni kuuza parastatos, tuuzeni hata Kenya plus mimi mniuze, mfanye vile mnataka kufanya. Hiyo ni upuzi. Mnauza parastatos mfanye nini? Si muuze nchi mzima. Mmekuwa greedy, mmekuwa hata zaidi ya nguruwe. Matumbo zenyu tu ndio mnafikiria. Na then mnaenda kusaini hizo bills mkifikiria ni Mkenya mnaumiza. Hizo bills by the way mna sign, hizo ni legislation zenyu za kutoka kwa bunge na kutoka kwa presidency. Hatuwezi kubali hiyo nonsense mko nayo. Mnakuja kujenga manyumba zisaidie wa Kenya na nini? Hizo nyumba seriously, watu wana kazi, watalipa hizo nyumba na nini? Watakuwa akikula nini? Simu reason nyinyi watu. Kenya ina need industries kwa wingi, tuko wengi. Hatu need hizo nyumba tafadhali. Sisi tuna need kazi. Tujilipie nyumba. Tujipee chakula. Mashamba ziko Kenya, tununue tujijenge. Si muende kutuwekea ati corona ikikuja kwa hizo nyumba inatumaliza one time. Si mtumie hizo vichwa zenyu. Mnatumia akili gani? Social distance mmeisahau na siku ngapi? Mnang'ang'ania hapo kutengeneza manyumba hapo. Haya unaona ni serious. Wewe uniambie hizo nyumba iko na floor 10 na corona tu ijaribu tu irudi. Geti ni moja. Uniambie nini cha hapo? Nafanikiwa nyinyi wote. Tutakuwa kama India. Hapa hakuna wakuzika mwingine. Sisi wote marehemu. Mjaluo akipiga wimbo yake inakuwa ni makelele. Basi sasa nyinyi akuwa na kiradhimo. Kaeni. So tafadhali nyinyi wazee mnaenda kunyolewa mandevu, lakini hizo vichwa zenyu hamtumii. Unatumia kamasi. Na by the way, kama uko na kondoo kwako na uko kwa bunge, ukiona kondoo jione kwanza wewe. Na kama wewe ni mwizi wa pesa za umma, sooner or later we'll catch up with you. Na itakuwa fine. Either ni kwa supermarket, kwa Munyweso, kwa street, madimanga. Tutakupiga na madimanga, tutakustone. Kwa sababu hiyo ujinga yani kuiba kutoka sijui. Sasa bilioni, nyinyi watu naulizanga bilioni unahitaji kwa hii dunia ufanye nini? Baba kwani alikuwa na ngapi? Sasa yako. Ameacha pesa. Ameziwa kwa sanduku ya 120. Na zingine hata pengine hata bibi ajui. Unajua wanaume ni wa mambo mingi. Sasa wewe umeiba, umeweka pesa. Uhuru alijaribu hata akachange noti, tena hizi tena mmechukua. Mmeweka kwa magunia. Mnatakaje nyinyi watu? Hata hii tutachange. Wewe ngojeni Rigijia ingie. Hiyo pesa hakuna pahali mtaipeleka. Na nyinyi wazungu narudia tena. Americans, China, Japan, stop giving us loans. We are very rich. We are supposed to give you loans. Kenya, we are very rich. Sisi piwa bilioni 5 Kenya daily. Na bado tunatembea na nyama hatutakosa kukula. Sisi tutakula. So Kasongo tafadhali fikiria kuhusu industries. Wacha kufikiria mambo ya divert hiyo mind yako kwa nyumba. Wewe umekuwa chizi. Mpaka kwa State House unataka kanisa. Mungu utamnunua na hizo pesa, na hizo sio pesa zako. Huko hatunidi, hiyo ni nyumba ya siasa. Wachana kanisa huko. Kanisa tumejaza huku na nikupora tu zinapora watu. So wachana kujenga kanisa. Jenga industry kama lazima unataka watu wasaidike Kenya. Jenga industry huko. Uandike tusikie umeandika watu 2000 huko. Umewapatia kazi.
No, sio manyumba zenye hata tujui tutaishi tukue tukikula nini. Nyumba ni za nini? Seriously. Haya, na Empower zile companies ziko nimesikia mzee ametaja hapa, Rivertex, Raymonds, na ni gani nyingine? Zirudishwe, zifufuliwe, watu wapate kazi. Mimi nakumbuka nikiwa kijana mdogo nilikuwa naona watu asubuhi wanachangamuka. Unasikia huyu ni wa Rivertex, huyu ni wa Raymonds, huyu ni wa wapi? Huko Eldoret. Sasa hata ile iko Eldoret kwao imebezwa. Hakuna nothing. Hakuna. Unasema amekula paka kwao. Nini huyu? Home and away. Acha hii tumbo na hii tumbo iko kubwa. Inaendelea tu anakonda. Kukonda. Kuna mayai, amekula kuku na mayai. Sasa so tafadhali MPs wacheni kujifikiria, fikirieni kuhusu Wakenya. Wakenya ndio wamewapatia. Wacha kuona kama nyinyi ndio mabosses. Mnaenda hapo mnafanya mamjadala za kijinga kwa bunge. Mnaenda kupitisha mabills zingine za kufinyilia mwananchi. Hizo bills hakuna yenye itapita. Na nyinyi mafadha wa Catholic, sijui mmekuwa mouthpiece ya nani? Mwache hiyo upuzi mko nayo. Kazi yako ushike Bible ya kilo 2 uhubirie watu. Wachana mambo ya siasa na kuongea on behalf ya Wakenya na vitu wenye wajasema. Mnaenda kusupport hiyo. Kwani nyinyi ndio wengi kuliko Wakenya? Wakenya hawataki bili, nyinyi mmeanza kurusha hizo mamdomo zenyu. Mmeanza kuingisha mambo ya upuzi. Kama ni kuhongwa mmehongwa na kazungu. Muache upuzi kwa sababu Catholic haitajiki pesa. Sasa hata mmeanza kufikiria ni hame. Nikushindwa na shindo nitahamia wapi kwa sababu mimi sitaki hiyo upuzi. Asanteni kwa leo.